Juzi mliona vile tulidhibiti ile maneno ya maandamano. Ule mzee mwingine ule wanaitwa Wamunyoro alikuwa amepanga mabaya sana kwa taifa letu, na anaendelea kupanga mabaya kwa taifa letu, lakini hawezi akashinda kwa sababu hii ni nchi iko na msingi katika Mwenyezi Mungu. Na sisi katika security sector tumeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kwamba Wamunyoro na watu sambuli yake wasipate nafasi kutuharibia taifa letu. Nilikuwa naona jana akisema atasimamisha nchi. Anasimamisha nchi kama yeye ni nani? Mtu alifukuzwa kwa kazi hakufika nusu miaka. Hawezi, ana uwezo hiyo. Nchi hii iko dhibiti katika uongozi ya Rais William Samoei. Mnamwombea rais? Mnamwombea yeye? Our country is safe. Na mimi nataka niseme mtu asikae mahali akifikiria ya kwamba ati kwa sababu yeye anapanga violence, ama kwa sababu rais amekuwa mtulivu aongei, ama kwa sababu Murkomen hajaongea kwa siku nyingi, afikirie kwamba sisi ni watu wa kuchezewa. Mimi nataka niseme tumepambana na bandits mpaka wakatoa bunduki. Tunapambana na mambo ya Al-Shabaab kwa nchi yetu. Tumepambana na wakora. Goons being led by Rigathi Gachagua cannot bring problems in our country. I want to promise you, muniombee tu, nitapambana na hao watu moja kwa moja. Na mimi nataka niseme, ukiona mtu anaongea kila wakati, kila kitu, akisikia hii anaongea, hii ingine anaongea, na anajipiga kifua. Ukisikia mtu anasema, unajua mimi nimetairiwa, mimi ni mtoto ya maumau, mimi unajua mimi huyo mtu ni mwoga sana. Ni mwoga sana. Ukiona hii watu jaziri, ni watu hawaongei sana. Lakini kama huyu Rigathi Gachagua, ni mwoga sana. Kwanza mimi najua yeye. Siku ile tulikuwa na impeachment, ameona kesi imeenda, anaenda kuanguka kwa Senate. Kwa hiyo uoga akakimbia mpaka hospitali, akaenda kulala kwa hospitali. Juzi aliona tumemsingira na hiyo ukora yake. Akaanza kusema ati I am being assassinated na nini. Na mimi nilikuwa naona tu na darubini. Alikuwa chini ya kitanda kwa sababu ya uoga yenye yako nayo. So huyo ni mwoga, wachana na yeye. Na msikuwe na wasiwasi. Unaona kwa nini anaongea kuhusu Murkomen sana? Because mimi namjua yeye sana. Na nimemsomea. Shida yake tu amedanganya Wakenya wengi. Na unajua ni mkora. Alikuja wakati alikuwa deputy president akasema, akaanza na I'm a truthful man. Ikawaingia nyinyi kwa kichwa. Lakini huyo ni mwongo ya kipindukia. Huyo ni mtu anatakana kupelekewa injili na sio kuwekelewa mikono na mwili yote ndio aweze akabadilika kwa ile tabia ambayo anafanya. We cannot allow our country to go to the bushes. We must make sure that we protect our country. Na nataka niombe bishops muendelee kutuombea, muombee nchi yetu. Na mimi na assure Inspector General ya Police wetu Douglas Kanja na ma-DIGs wote, wao wanafanya kazi na sisi kwa pamoja. Mwachane na ile maneno anaongea ya ukabila ya kusema ati DIG na anawacha kuwa kuna IG. Kuna IG mwenye ako in charge of security, and our country is safe, and we'll work together to make this nation to be a safe place. Na mimi sitawachana na ile kazi nafanya. Lazima nifanye kwa bidii. Hata kama inakuwa ngumu namna gani. Ya kwanza kwa mimi ni security of the people of Kenya. The rights of Gachagua will come second. The rights of the people of Kenya to remain safe and secure comes first. And then individual rights, an individual called Wamunyoro will come second and third, kusonga mbele kutoka hapo.